Wanawake wote wapumbavu huwa wanawaza kama unavyowaza. Kwa hiyo na wewe ni miongoni mwa wanawake wapumbavu. Yaani kupima mpaka wewe nani. Hakuna kitu kizuri kama mwanaume unaporudi nyumbani kwako unakutana na mashtaka kwamba mtoto leo amepasua TV, afu tumenunua juzi tu kwa sababu ni mtoto wangu na kwenda kununua nyingine. Mtoto amebonda vioo gari za watu kwa nje, sijui gari ya watu mpaka amebonda vioo imepasuka. Sina mpenda, ni mtoto wangu, nanunua vioo, nafunga. Lakini pia hakuna kitu kizuri kama kelele ndani ya nyumba. Lakini mke wangu wewe unawaza vyakula, unawaza kuoga. Mimi nilikuwa nakula kabla sijakuoa. Nilikuwa navaa naoga tangu sijakuona wewe. Ninachohitaji ni mtoto ambaye umeshinda kunipatia. Kenny. Sasa mume wangu, kwani tusingeenda hospitali ili tukajue tatizo ni nini? Yaani wanawake wote wapumbavu huwa wanawaza kama unavyowaza. Kwa hiyo na wewe ni miongoni mwa wanawake wapumbavu. Yaani kupima mpaka wewe nani.
Pasue. Ken. Ndio mashauri ya chagua. Naongea na wewe. Bwana Mungu akikunyima vyote akupe mtoto, akupe mimba. Wewe una uwezo wa kubeba mimba. Ungekuwa kila kitu. Na mimi ningekuwa na vimba kwa washikaji. Na vimba yani. Asha mke wangu uzae. Kendi. Hivi. Ndio tunaongelea hilo swala kila siku. Uzae. Tukanale. Uzae, una mimba. Nenda wapi na mwanamke ambaye ana mimba? Kendi. Tunaongelea hilo swala kila siku. Au hapa ulipokuja kukaa sasa hivi ndio unatafuta mtoto hapa? Ameshindikana umbrani. Tukale bana. Mimi nimechoka. Nenda. Twende basi. Naomba ukale mrembo usina mimba. Au umechoka ni kuache. Kimya kama kaburini tu. Hamna tofauti. Twende bana. Twende. Twende na wewe hivi. Wewe, Kenny. Unajua nimekuvumilia sana wewe. Naona sasa unataka kunipanda kichwani. Wewe. Hebu nisikilize. Sitaki kelele na wewe. Sitaki kelele leo ndani. Nimekupisha kule, unanifuata bado huku. Wewe sebule yako iko kule. Sitaki unifuate huku. Mimi nataka unapokuja hapa uwe mjamzito. Mimi mjamzito. Uwe mjamzito ndio. Ni mara ngapi nimekuambia twende hospitali tukacheki afya zetu umekataa? Tukacheki afya. Sikia, sikutaki huko. Haunitaki. Sikutaki katika sebule hii. Ndakunyongolota wewe. Sasa mimi ni mke wako. Tena halali. Kwa hiyo mimi sio hawala yako. Kama utakuwa unanipanda kichwani na kila unachoniambia mimi nikusikilize. Leo tutaenda huko tunakoenda. Tutaenda huko tunakoenda. That's bullshit.
Niende wapi na wewe? Yaani rafiki zangu wanaojua kwamba nina mke afu sina mtoto wakakuone kwamba yule ndio mgumba. Ndio yule mwanamke asiyezaa. Rafiki zangu wanajua nina mke, sina mtoto, naangaika mtoto kila siku. Sikiza tu, ninakuvumilia. Alafu siwezi kwenda na wewe kwa sababu sasa hivi niko serious na swala moja la kutafuta mtoto. Alafu sasa hivi nimeingia kwenye jitihada za makusudi kabisa za kutafuta mtoto. Popote. Hey. Baza, vipi? Kinywaji unachotumia ujue ni kikali sana, alafu unaona unakata tu wewe. Kuna tatizo? Ndugu yangu. Sio kila anayekunywa pombe anapenda kunywa pombe. Lakini sio hivi bwana. Mimi na matatizo makubwa. Matatizo gani bro? Yaani kiatu changu mimi ni kikubwa, hawezi kuvaa mwanaume yote. Mimi nina matatizo makubwa. Pesa ipo nayo. Lakini naishi na mwanamke, hakuna mimba, hakuna dalili ya mimba. Yupo tu. Nyumba tu inapendeza wewe. Nimechoka. Yaani kama ningepata mimi mwanamke atakaye nibebea mimba hapa duniani, ningempa chochote anachotaka. Hata nusu ya mali zangu mimi ningempa. Abebe mtoto, mimi niitwe baba. Ningempa chochote anachotaka. Narudia kusema kwamba ningempa hata nusu ya mali zangu. Wake pesa ninayo, sina mrisi. Ama mrisi wa mali zangu. Nimeishi miaka mingapi? Miaka 5. Miaka 5 hakuna mimba. Hakuna hata kichefuchefu. Au ndo ni tatizo? Mwanaume anakuwa na shida. Mna mwanaume mwenye matatizo. Mwanaume ana pesa. Anakuwa na shida mwanaume. Yaani mimi nakwambia mwanamke. Ila nyinyi wanaume huwa mnatusingizia sisi wanawake. Ila nyinyi hamjui makosa yenu. Natoka na rafiki zangu wana watoto zao. Popote. Mimi niko naye tu puku. Tunaenda huko na huko, tuko single sana Makumuga. Tuko single sana sisi. Single. Hiyo changamoto. Ngoja mimi niende kwa mwanamke asiyezaa duniani. Sasa umeelewa sana mwanangu, utafikaje? Mimi? Mimi nafika. Niko vizuri. Kwa makini, unajua uko maji sana. Niko sawa. Basi mimi nipo. Okay. Sister. Story ya mwamba inahuzunisha sana. Sasa hebu ngoja kwanza nimcheki mara moja. Sawa. Tunadaiwa? Hapana,
Pombe mbaya sana. Yaani usiamini yule mwamba. Yaani ameegemea gari amelala pale pale yani chaka yani. Kesho akiamka. Sio ndo katika hali gani? Simona. Hamna kazi. Fresh niongezee basi. Kuna jambo moja nilikuwa nataka tuongee. Unajua nini? Kuna muda mwingine natamani nipate muda wa kuongea na wewe, lakini wewe unipi hiyo nafasi. Nilikuwa naomba kama utajali twende hospitali tukafanyiwe check up ili tujue tatizo liko wapi. Naweza nikawa mimi na tatizo au wewe una tatizo, lakini wewe ukabaki kunilaumu mimi tu, kwa sababu tunahitaji mtoto mdogo. Hivi kuna tatizo gani linaloweza kukupata endapo tu kaamua wewe ukaenda hospitalini ukapima, then ukajua kama una tatizo? Wacha kuniambia tu mume wangu niko hospitali nimepima mimi nina tatizo, au niko hospitali nimepima mimi niko sawa. Kwa hiyo nataka tuongozane, maana tunapokwenda hospitalini ikionekana kuna tatizo waanze kusema wale, umeona wale. Siwende wewe wasijue kwamba wasijue upo na nani, au niende mimi wasijue nipo na nani. Unashindwa nini? Labda nikwambie kitu kimoja. Ukitaka nibaki hapa tulale, wachi kuongelea hizo mada zako. Kwanza mimi na daktari wangu ashanihakikishia kwamba mimi niko vizuri. Kanishawishi tafuta binti nyingine sana, lakini mimi nikasema siwezi kufanya hivyo kwa sababu nina mke wangu nimetoka naye mbali.